Si hii Kenya mko na mnajiita nyinyi ndio capital city of Africa, but mnaishi kwa maji kama samaki ama kama mermaid. Alafu ona huyu jamaa, wewe unaimba tuta mnauna hata pa kulala. Surely, seriously, sasa mtasaidikaje? Sakaja. Nasema ni Ngozi. Kijana hapa ni Jakuzi kutoka viwandani. Unajua Ocampo. Si mdosi, umepata bana flats. Nataka bana mdosi tupige booster jo. Ukituma Ocampo itatufikia. Ni tuta. So guys, alafu kuna hii video imetrend kama number 1 kuhusiana na history ya floods, na hii ilikuwa ina happen hapo GM. Na manze, ukiangalia poa kwa hii video utaona maji imefikia watu hadi kwa mabega. Hapa ndio jana ni kama watu waliona shetani na macho, na kuzidisha manze, maji kifika kwa hii situation watu wanakuanga mteja, kwa sababu hapa simu zimeloa maji. Yaani ilikuwa mbaya. Tuwatch video. So guys, hapa ndio mambo ilianza kuchemka zaidi. Manze, imagine ani mabasi, personal cars, pikipiki, ani zilikuwa zinabebwa ni kama makaratasi. Ani ilikuwa disaster, na inasemekana that watu wengi sana wamepoteza life yao, especially wale watu walikuwa na drive ma personal cars, kwa sababu mingi ya hizo gari zilifunikwa na maji, zingine zikabebwa na maji. So guys, ilikuwa very very sad. Watch hizi video. This video shows you that the flood situation in Nairobi is bad. Kirinyaga Road, Museum Hill, Riverside, Kitengela, Ngara, and some other places which are experiencing very very absurd floods. Manze, ata rescue operations, they are not being done. I mean, I know it's wee hours, but again, wait, what is happening in Nairobi? So the most painful part ya history yote is that this situation ikiendelea, the government and some government official, instead of kusolve such issues, wanaendelea tu wakiimba stories za Tutam na Singapore. And yet jana watu wamepoteza life yao, alafu pia walikuwa wanajaribu ku reach out. People were trying to make calls kwa police station, wengine walikuwa wanajaribu kupiga simu hospitalini, but hawakuwa wanapata usaidizi. Red Cross yenyewe ilikuwa overwhelmed kwa sababu hii mvua haikukuwa ati huge sana, but drainage system iko poor sana, na hii ilisababisha a lot of people kupoteza life. But hadi venye hii situation ilikuwa inaendelea, a lot of people walijaribu ku reach out hadi kwa Eric Omondi, ndio Eric Omondi ajaribu kushughulika na ile story yake ya sisi kwa sisi, but haiku make it. I just want us to listen to this video. Sasa Eriko, kitu sana habari yako. Eriko, sijui kama watu wanaweza kama unaweza tumanisha mtu aende ama watu waende wa save watu wenye kwa gari around up hivi
Karioko roundabout, tuko kwa magari akiwa wanakufia ndani. Can you be able to send people, hata kama ni usima ama watu waende na miti? Watu wako ndani kwa gari wanashindwa kutoka kwa sababu maji iko na pressure. If you can be able to send people waende wawasaidie, please. Okay, sai. People are dying from inside the car. Sai. Nilikuwa nasema, can you help those people at Riverside kindly? What's happening at Riverside? Watu wamefunikwa na maji, walikuwa kwa gari na they are not able to get out of the cars. Na maji ni flood kabisa, hiyo river imevunja. Thank you. Hi guys, Eric Omondi here. So every year we lose Kenyans, children, especially women and mothers. I'm just from burying 4 children who died in a dam in Kisumu, a neglected dam. People went there and wakachukua kware, wakachukua mawe, wakaacha mvua ikanyesha, watoto 4 walikufa, and we buried them on Saturday. As I'm speaking to you right now, people are screaming inside matatus and the buses and they're dying in Kariako. Kuna watu wako kwa gari ya red hapo Riverside, wako ndani ya gari, wamebebwa na maji, wameingizwa side ya river, or they are stuck in it. Yeah, and this will happen again next year and the year after that. Now this is the last time we had floods. People are dying in Athi River. Mimi nilichukua boat tukaenda huko and we were trying to rescue people in Athi River, lakini hiyo maji ilikuwa na stima. That was 2 years ago, so nothing was done. Nothing will be done. I'm in Busia, nilikuwa nafanya ukangu, nimefika Busia hapa. This phone keeps ringing. People died 2 years ago. 2 years later, people are still dying. How can we allow people to die 5 years from today? Tutalao watu wakufe 2029 after tumeona hizi stories zinapostiwa kwa social media leo na nazo zingine kwa Citizen. So nothing will be done. So hizo our priorities, pesa billions to nothing will be done about people died in Athi River, about people are dying tonight. So tomorrow the sun rises, we go to work, tunavasuti na politicians waendelee tu kutraverse country. Alafu tu mvua iishe. Alafu sisi tu tuendelee tu. Alafu tena next year tena watu wakufe. If you can swim, if you are an expert, if you can help, please run to Kariako now. Run to Riverside now. There are people stuck. As I'm speaking to you, kuna mtu hajakufa na atakufa. If you're seeing this, tuko stranded, tafadhalini, tuko stranded. Hapa ni wapi? Garage, tunaitwa garage. Guys, sijui ni wapi, but tunajua tu divert from Gara. Tuko stranded katikati, kuna maji everywhere. If you can see this, please, mtu tafutie watu wenye wanaweza to help. Gari ilibidi gari yenyewe haribiwe. Kuna wengine guys. Thank you so much guys. You are trying to help. Kirinyaga Road ya Mudhuri. Thank you so much. Thank you so much. Wale wamekaa pale wanaomba, let me zoom them. So Kenyans walidecide kureact kwa hii situation yote by ku-attack Johnson Sakaja, na walikuwa na feel that Johnson Sakaja hafanyi chenye anatakiwa kufanya Nairobi. The systems is drainage zimeendelea zikiwa pathetic, and this is the reason why floods zilitokea. Many people wanna believe that mvua haikuwa ile huge sana ya cause all this, but if the country could have a good drainage system, hii story ingeweza kuwa contained. So many Kenyans wame decide kudirect hanga yao kwa Sakaja, and let us now listen to how Kenyans are reacting. Hoi baba, yani this is our city. Atina tunajiita the capital of Africa. Hata hii kitu iende Burundi hata. Wama Dimples, where are you? Where are you Wama Dimples? Yani Nairobi inakaa hivi, si hata heri Bujumbura kuko at least hakuna drainage hawa. Ni Nairobi mvua ikinyesha, mafi inatapakaa kila mahali. Tuko na mjinga mwingine hapa Nairobi, kazi yake ni kufanya mbweki na kukunywa bangi. Nani huyu Sakaja? Bangi ni too much. My friend, mimi hao watu tunakutananga kwa hizo mabikes. Yani drainage imefail na Sakaja ako huko anazungusha tu manyungurus huko tu. Watu wangu, mahali imefikia itabidi tuende tuchukue Sakaja juu. Saa hii hata Ruto anamdharau. Anamwambia wewe uliachilia kinyesi ingie kwa State House. Si wageni wakikuja time ya Afcon
tutaaibika kaa nchi. Sasa hii ndio tunasemanga huanga mbaya. Kama serikali imefail tunaiambia one term, na hii ndio one term. This is a very, very serious matter, and it's not a joking or a laughing matter at all. Na hii tusipokuwa serious as a country, tukuje pamoja na tuweke politics aside, we might lose our city. Kwa sababu hii story ya drainage system kufail ni virus imekuwa ikiendelea ku grow polepole, na saa hii mali tumefikia, in case tupate long rains na zikuwe heavy kidogo, inaweza kuwa disaster kubwa sana kwa hii nchi yetu. So we should just come together and tuhakikishe that we have sorted out this matter. We joke a lot as a country, and that is not my opinion, it's the fact. Look at right now what's happening in Nairobi. People are being carried away by the floods. A lot of properties being damaged. Everything is just going down the drains because people decided that we do not want to fix the system. Why don't we want to fix the system? It is because of the cartel. The cartel in Nairobi are benefiting so much on the mess that is going around in Nairobi. That is why there is no one day that we've ever seen someone working seriously on the garbage. We've never seen someone working seriously on tap water in Nairobi. We've never seen someone work seriously around drainage systems in Nairobi. We always have issues with the sewerage companies and whatnot. So today let's talk about the floods. You look at us and you wonder if we have a meteorological department. Like, is it even possible that we have this rate of incompetence in these offices that there is no mitigation for disaster? What we have now is a disaster. It's at the scale of a national disaster. How can we have a country flooding like that, a whole city flooding, and then everything comes to a standstill? Right now it's weekend and nobody will talk about it until on Monday, and then they'll be releasing videos of statements of here and there. But the problem is not just our leaders. We are part of the problem, and here is why we are part of the problem. We are the problem because, like I said in a previous video, a society's leadership is a reflection of the members of that society. The community needs to preserve itself, okay? So you can't get someone who wants systems to work. You are likely going to vote, or you're going to pick the worst of our country. You're going to pick the worst of our community, or the worst of our societies, And we can't blame our leaders. We need to blame ourselves. If you go to other places, systems work, and sometimes you get surprised how systems could be working elsewhere. So the issue of flooding is so serious that I don't know why nobody wants to solve the issue of flooding, especially in this city. Thank you, and thank you very much for watching this video. And please, if you know you are new here, kindly take some few seconds and subscribe to our YouTube channel. And to our returning subscribers, thank you very much for always showing us support through either liking, commenting, and even sharing some of our videos. So guys, let us meet in the next video and have a good time.